Bwana, tunakuja tena kumalizia season yetu mwisho kabisa ya najua siku yako ya kufa. Sasa hapa wakati wamepumzika, wanatafakari, unaona Lino anachunguza kamera yake taratibu yale matukio ambayo yalikuwa yanatokea mchana. Mara anaangalia wakati watu jamaa alikuwa anajinyonga, anaona kuna shetani fulani kwenye kamera. Kumbe shetani bwana kwa kamera anaonekana, ila kwa macho ya kawaida nyinyi amwezi kumuona. Unaona bwana, Lina anajua kumbe watu hawajiui, kuna kiumbe fulani mwanamke ndiye anayewaua. Lino anagundua kitu, kumbe anataka kuchukua kamera tena kuangalia, anasikia kama kuna kitu kaingiliwa hivi ndani. Mara anapushiwa, glasi inadondoka chini, maji yanamwagika, yule shetani kashaingia. Unaona bwana, anaanza kumvamia Lino. Unaona, anachukua kile kigae cha chupa, anaanza kumkata nacho usoni. Alafu Lino anaonekana kama anajikata. Siena akaingia kana, Lino stop, unafanya kitu gani wewe? Siena, wewe umeona nini? Siena anamuuliza. Lino anasema jamani, mwanamke, kuna mwanamke shetani, mwanamke ndo anaua watu, ndo anataka na mimi kuniua. Siena akasema sikiliza, kwanza nyamaza. Mwanamke gani? Nyamaza kulia, nieleze vizuri. Akasema hapana, kuna mwanamke hapa, sio pa kuishi. Kuna bonge la shetani. Yaani huyu shetani atatumaliza jamani, atatumaliza. Siena anakuambia tuondoke. Siena akasema kweli huyu mwanamke vipi? Siena akaondoka kaelekea kwa Naya. Akaanza kumuuliza wewe Naya, hapa mambo bwana yaendelea kuwa sio. Kama vipi? Hakuna haja ya kuendelea kuishi hapa, maana sielewi. Vifo vinatokea, mimi sioni tena. Mwanzo nilikuwa naona, lakini sasa hivi sioni. Sasa wanaanza kudhulika hata marafiki zangu. Unaona, Lino kanusulika kuuawa, anasema kuna mwanamke. Unaona, mwanamke ndiye anasababisha hayo mauaji. Unaona, na wewe vile vile inaonekana unapewa lawama. Hapa kuna kitu gani kinaendelea? Watu wanashambuliwa, rafiki zangu wanaanza kushambuliwa. Ni nini hiki? Kwa nini uniambii siri? Unaona, sasa huyu Naya akachukua picha, akaamua kumsimulia, kumpa story jinsi ilivyokuwa, ni kwa nini na yeye anabeba lawama. Akampa picha, akaona, akamwambia huyu ni mimi na huyu hapa ni Lalas. Unaona, huyu hapa mtoto wa kiume kwenye picha, huyu anaitwa Abduli ambaye alikuwa ni kaka yake na Lalas. Unaona bwana, tuliishi vizuri kwa upendo, tulikuwa tunacheza, tunapendana kweli. Sasa ikatokea siku Abduli akanitaka kimapenzi, mimi nikamkatalia, nikasema mimi ni kama mdogo wako, kwa sababu wewe Lalas ni dada yako, kwa hiyo siwezi kukubaliana na wewe. Nilivyomwambia vile, Abduli akaamua kwenda kujinyonga. Nilivyomkataa tu kimapenzi, akaenda akajinyonga. Sasa alivyojinyonga mzee Ibrahim, unaona, akachukua lawama zote akalibebesha mimi, kwamba mimi ndo nimesababisha Abduli ajiue. Kwa hiyo nikapewa adhabu ya kuondoka, kuhamishwa pale kijijini, nisionekane tena pale kijijini Lematoki. Kwa hiyo mimi nikaamua kuondoka kwenda kuishi kwenye jiji la Jakarta. Masomo yangu yote yalikuwa kule, nikamaliza masomo, nikapewa kazi, ndo tulipokuja kukutana pale nilipopewa kazi ya walimu. Lakini cha ajabu, matatizo yaliendelea, watu waliendelea kufa kwa vifo mbalimbali. Vifo vya kikatili viendelea. Niliendelea kupokea taarifa, barua na malalamiko kibao. Sasa Siena akasema, ili tatizo haya linaishaje? Tunafanyaje kulimaliza ili tatizo? Huyo akasema, bwana, ili tatizo ni kweli, lakini ni lazima tukabiliane nalo, tuangalie jinsi gani ya kulimaliza. Unaona, tunatakiwa kuishi kwa matumaini, tusikate tamaa. Kama unavyotaka kukata tamaa, kukimbia, nani atatatua? Sasa wakamaliza wale maongezi, Siena akaenda zake kulala. Wakati amelala ndani, anasikia kuna kelele nje, kama kuna mtu anaimba. Unaona, anaimba fulani hivi. Akanyanyuka Siena taratibu, akaenda kwenda kuchungulia dirishani, nani anaimba sasa hivi usiku? Kuangalia mbele, anamuona kuna mzee fulani anarusha madawa kama tambiko hivi. Huyu anaitwa mzee Rahamati. Kumbuka Siena alimuona kule makaburini wakati wanaenda kuzika yule mtoto aliyefariki na kushonwa mdomo. Unaona, sasa akaangalia huyu mzee anakuja kufanya nini. Alafu huyu mzee, kumbuka, anamuona Siena peke yake, haonekani kwa mtu yoyote yule, na kule makaburini alimuona Siena peke yake. Kwa hiyo Siena akaamua kumfuata huyu mzee kwa ujasiri. Sasa huyu mzee akamwambia Siena, sadaka hii inatolewa kwa mtu mmoja, sio kwa watu wote. Kama umekuwa na uwezo wa kuona watu ambao wanatakiwa kufa, basi wewe ndo unaweza kuwasaidia wanakija. Akasema, unaiona hii alama hii? Hii alama hii nilipewa ya ishara fulani. Kumbuka hiyo alama anayo hata yule rafiki yake Siena, wewe. Unaona bana, anaitwa Wendy.
Huyo akasema kwa hiyo sasa ni nini la kufanya mzee wangu? Huyo akasema tatizo kubwa mtu wa kulimaliza ni wewe hapo Siena. Siena akasema hili tatizo ningelimaliza, lakini sasa hivi naona nimetolewa hata uwezo, ule uwezo wa kuona sasa hivi siuoni tena. Huyo akasema uwezo uliuona kutokana na kifo, kwa hali yako uliokuwa nayo ya kifo. Siena akasema sasa kwa sasa hivi huo uwezo umepotea, sioni tena. Tangu nilipoingia kwenye hiki kijiji nikawa siwezi kufanya lolote, siwezi kumsaidia mtu na siwezi kufanya kitu chochote. Huyu akasema bwana, kijijini hapa kunahitajika mtu kama wewe. Wewe ndio umeshapatikana, ndio unapaswa kuwasaidia wanakijiji. Siena sasa akasema, mimi nitawezaje kusaidia watu na wakati sasa hivi sioni chochote? Naye sasa akawa yeye amelala chumbani. Wakati amelala, akawa anawaona rafiki zake ambao wamejinyonga. Mara simu inaanza kuita. Unaona? Kupokea simu anaambiwa haya yote ni makosa yako. Anaambiwa huyo Siena kwenye simu, sauti anasikia kwenye simu. Unaona? Mara anageuka nyuma, anamuona yule jamaa aliyemuita kule mjini, Jakata. Anamwambia, "Oya, haya matatizo uliyataka wewe mwenyewe." Akasema, "Lakini nyinyi si mlishakufa na wewe si ulijiua mwenyewe." Akasema, "Kujiua kote huku wewe ndio yeye ataka." Sasa huyu jamaa anaanza kumnyonga na anaanza kuwaona watu wote ambao walikuwa wanajinyonga kipindi kile. Sasa bwana Seno akamrukia, unaona? Akaanza kufanyaje? Kumfunga kamba na yeye anamnyonga. Ila kwa watu wengine wanaangalia, wanaona huyu lala sana jinyonga, kitu cha ajabu sasa. Kumbe kuna mzimu pembeni ambao wanamnyonga, unaona? Mwamba Seno anakaza kamba, wanaambiwa Abduli alikufa kwa sababu yako na wengine wote waliokufa ni kwa sababu yako. Sasa hivi leo hii ni zamu yako. Bwana akamweka kwenye kamba, kamninginiza ise. Unaona? Ila watu wengine wanajua yeye kajinyonga. Sasa Siena ameingia chumbani, anaangalia, anamuona jamani shoga yake kipenzi na yeye tayari kajinyonga. Anaanza kulia sana. Siena analia sana kama mtoto mdogo kumpoteza shoga yake. Na kumbuka alikuja kumfuata yeye huyu kwenye kijiji cha Lematuki ili kusudi aweze kumueleza kinachoendelea kuhusu kuendelea na haya mauaji yanayozidi kwenye hiki kijiji. Siena yuko pale kakosa nguvu kusema ukweli. Unaona? Hana hali. Unaambiwa analia na kulia. Unaona bwana? Ametafakari hadi kichwa kinamuuma. Sasa yeye anaona kama ana option nyingine. Hata aliyekuwa anamtegemea na yeye kajinyonga. Siena anachukua vitu, anataka sasa aondoke, hamna haja ya kuishi hapa. Mara akaamua kuchukua kwanza dawa kwa sababu alikuwa anasikia kichwa kinagonga vibaya mno. Unaona? Anataka kuchukua dawa, kumeza, kujioverdose angalau maumivu yapungue na yale mawazo anayokutana nayo. Hao jamaa wa kina Lino wamemuona anaendelea na shughuli yake ya kumeza dawa, akajua ni kawaida yake huyu. Unaona? Wakati anameza dawa, yule shetani yule akaingia ghafla. Unaona bwana? Kichwa kwanza kikawanga, kikapiga vibaya mno, ndo kama kawaida yake shetani akitaka kuingia. Mara shetani huyu anaingia, unaona bwana, anachukua ile midonge yote kwenye kikopa ambayo ilikuwepo ile. Anaikusanya, anaanza kumlazimisha Siena. Sasa hivi shetani yule mwanamke anaonekana live. Unaona jinsi alivyochanika ule mdomo na midamdamu. Akammezesha sasa ile midawa yote Siena. Unaona? Siena akaanza kutatalika, anasikia kizunguzungu, kiindihindi, Kiarabu, mara ameanguka chini, unaambiwa amekata moto. Sasa huku hawa wakina Windi, unaona wenyewe wameanza kuchanganyikiwa. Alafu sauti sasa zinaanza kuzizima mle ndani, kila mtu anaanza kupagawa. Unaona? Windi na mwenyewe anaanza kuona kama maruweruwe fulani hivi. Anapiga kelele, anakimbia ovyo, unaambiwa. Yaani hali inakuwa sita fulani. Sasa Siena wakati alipokuwa ameanguka, amezimia, anaanza kuota yale matukio yalikuwa yametokea. Ni kwa sababu gani? Kijiji kiliingia kwenye matatizo yale. Kumbe bwana zamani walikuwa wanatabia kukamata watu, kuwatoa kafara. Unaona? Hilo ndo shida ilipoanzia. Unaona bwana? Siena anaona jinsi mwanamke walivyomkamata, wakambambika msalabani, wakaanza kumpiga, anadondolewa hadi na kunguru pale alivyowekwa pale. Unaona? Akapigwa sana, akateswa. Sasa ndugu yake na yule mwanamke aliyeuawa akaenda kufanya tambiko kwa wale wote waliofanya ile kafara ya kumuua ndugu yake kikatili, wakutwe na hilo tatizo. Kutokana na uzito aliofanya wa lile jambo, ile kafara aliyoitoa, yule mama naye alikata, akawa amefariki pale pale. Kumbe
akageuka akawa mzimu. Sasa huo mzimu ndo unazidi kuwaandama huku Siena. Wakati anaota ule mzimu unamkaba Siena. Unaona kwenye ndoto sasa unataka kumuua Siena. Kapotea kabisa, yani unaambiwa kila wakiamsha, kila wakipiga kelele Siena kakaza, unaambiwa haamki. Kumbe kule mzimu unazidi kumnyonga Siena. Unaona bwana. Sasa mwisho wa siku Siena akaanza kukumbuka yale maneno aliyokuwa anaambiwa na Naya kwamba jamani, wakati mnapokutwa na mazito msikumbuke tu mabaya, kumbukeni na mazuri, kumbukeni na kumuomba Mwenyezi Mungu. Yale maneno yalimsaidia sana aliyokumbuka yule mwalimu. Siena bwana akazinduka. Unaona kitu cha ajabu, wakampa maji ya kunywa pale, akawa anakohoa, yuko hoi, lakini amezinduka. Mzimu umemwachia kutokana na yale maneno aliyoachiwa na yule mwalimu. Sasa huku tunamuona Lalas anaangalia mwili wa shoga yake Naya, anaishiwa hapa. Anamwambia baba, haya mambo tunayoyafanya ya sadaka kila siku tutatoa mpaka lini? Watu tunawamaliza sasa baba, marafiki zangu wanakufa, ndugu zangu wamekufa, Abduli kaka yangu kafa, Sino kafa. Sasa na hao wote wanazidi kuondoka, kijiji kinateketea. Hivi tutamaliza lini ili tatizo baba? Basi mimi nijitoe, mimi bora nife mimi, nisiendelee kuyaona haya yote yanayoendelea, kwa sababu faida haionekani. Yule mzee bwana yani ndo kwanza yeye anaendelea tu kutoa kafara. Wakamchukua Naya, wanaenda kumzika. Sasa Naya kumzika kwake nao bado wanaendelea kufanya matambiko yao. Yani mzee akomi, bado anaendeleza matambiko, anaimba shangwe, nyimbo za mapambio. Unaona bwana. Sasa Lina akawa anasema hivi, mtaishi mpaka lini? Windi naye anaanza kuchanganyikiwa, anachukua kisu, anakiangalia, anakitamani. Sasa Lino akamwambia, oya wewe Windi utakufanya nini wewe? Anataka kujichinja. Lina akakimbia akamnyang'anya kile kisu. Unaona bwana, Windi alivyonyang'anywa kile kisu akatoka nje, unaambiwa anapiga kelele, akakimbia yule. Wametoka nje, wamemwacha Siena ndani. Nakumbuka Siena naye anaandamwa na yule shetani. Sasa Windi ameingia kule nje kule, anawakuta watu kwenye tambiko zake, anasema nyie si waogopi, nyie ni wapuuzi tu, ni wajinga. Siena anataka kutoka kumkimbiza Windi, milango inajifunga, hawezi kutoka, mlango shajifunga. Naangalia nyuma, anamuona shetani anamvamia. Unaona, anaanza kumkaba sasa tena. Shetani anaambia kamuandama, ampi hata nafasi. Huku Windi anapiga kelele, anasema mimi nitaua watu, mimi si waogopi. Sasa Siena akafanikiwa kujipapatua kwa yule shetani, anataka tena kufungua mlango kutoka. So yu mzee mzee na ana roho ngumu, yeye anaendeleza matambiko kama kawaida. Huku Siena kaniinginizwa na yule shetani, kaniinginizwa vibaya mno mondani. Siena anasema unajua mimi sikuogopi wewe, anapigana naye, mara shetani akamwachia. Tunamuona huyu mzee Rahamati anamwambia mzee Ibrahim, wewe haya makafara unayotoa yamekuwa ni ya muda mrefu, sasa hivi inabidi yafike mwisho, kijiji utakimaliza, achana na hivi vitu, haya matatizo wewe ndio umeyasababisha, acha kabisa. Unaona, Lalas anamuuliza babake, hivi ya mambo yataisha lini? Unaona, huku na yeye Siena anazidi kukabwa mle ndani. Unaona, anazidi kukabwa huku. Lalas anapiga kelele, watu wote wanaanza kupiga kelele, vichwa vinawawaka moto, naambiwa masikio yanawamba, anapiga kelele, naambiwa watu wanakumbatiana, wanalia. Huku Siena na yeye anazidi kupambana na yule shetani. Unaona bwana, hali imekuwa tafulani mle, kila mtu sasa amechanganyikiwa. Unaona, sasa Siena anabahatika kutoka kule, anakuja anakumbatiana na Lino pale. Unaona bwana, wanakumbatiana, Siena analia, anasema sasa hii itakuwaje? Mwisho wa haya ni nini? Mbona hata sielewi kitu gani kinaendelea humu ndani? Unaona, Lalas anazidi kumuuliza baba, nimechoka na haya mambo, nimechoka, acha. Unaona, anaamua kuchukua kamba sasa yeye mwenyewe ili ajimalize, aache kuona hivi vifo vinavyoendelea. Baba yake anaingilia kati, anamuai. Unaona, anamtoa kwenye kamba ili asijinyonge. Baba yake anaamua kumkalisha pale kwenye kiti. Unaona, mzee Ibrahim anaanza kutubu madhambi yake yote aliyoyafanya. Alikuwa ni mgumu sana, lakini sasa hivi anaanza kutubu. Sasa anaingia Siena anasema bwana, mimi hili jambo kuna jinsi naweza kulitatua. Mzee akasema wewe, hii haiwezekani, hili jambo mimi nitalitatua mimi mwenyewe kwa sababu ndo nilianzisha. Hapa kuna mtu inabidi ajitoe kafara, mtu mwenyewe kujitoa kafara ndo mimi, na wala sio mwanangu na sio mtu yoyote. Mimi nimechoka na haya maisha, watu wanakufa wengi, hadi mtoto wangu sasa anataka kuondoka, na Abduli naye kashaondoka. Kwa hiyo ninachokifanya mimi naamua kulimaliza mwenyewe, nilianzisha mimi nalimaliza mwenyewe. Kwa hiyo akachukua mafuta akamwagia kwenye jumba lile la tambiko, akamchukua Naya na yeye
akajimwagia mafuta, akaamua kujipiga kiberiti kwenye lile banda la tambiko ambalo walikuwa wanafanyia yale matambiko yao. Mzee Ibrahim sasa ukawa ndo mwisho wake. Alilia sana naye kumpoteza baba, kumpoteza Abduli kaka yake, na pia kumpoteza rafiki yake kipenzi mdogo wake Naya. Unaona hapa wanaonekana wameenda darajani, wameenda kumwaga majivu kwenye mto, ishara ya kumzika baba yake Lalas. Unaona bwana, wanafika pale, wanachukua kibuyu kile, wanamwaga majivu kwenye mto. Ina maana biashara imeishia hapo. Sasa Siena ameshasafiri, wamesharudi zao Jakarta. Unaona maisha yanaendelea kama kawaida. Siena anafunga kitabu cha ile hadithi ya kijiji cha Lematuki. Unaona bwana, anaondoka kwenye ofisi ya Naya. Make hii ndio ilikuwa ofisi ya Naya kipindi kile wakati yuko Jakarta anafanya kazi, kabla hajasafiri na ule mwili wa ndugu yake kwenda kuuzika na kutatua yale matatizo yaliyokuwa yanatokea kule kwenye kijiji cha Lematuki. Bwana, picha yetu tunaishia hapo, tunamalizia hapo kwenye Najua Siku Yako ya Kufa. Kwa hiyo muendelee kuwa pamoja, kusubscribe, comment, kulike na kushare pia. Sasa hapa ndo tunakuja na nyingine nyingi sana. Nadhani mshamsikia mwamba mmoja hivi anakuja na vitu adimu sana vya wakina Jadu, sijui nini. Bwana ni hatari bwana.